Samia akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Mimi Ngamia Suluhu Haram naapa ya kwamba nitakuwa mwangamizi kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika na kuidhulumisha kwa moyo wangu wote. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Kinyume na katiba la Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika. Mwenyezi Mungu nisamehe. Hello guys, welcome back to our YouTube channel, and a kind reminder, don't hate the reporter, hate the report. And guys, these are just some of the most funniest memes and videos circulating in Kenya and Tanzania after what recently happened in Tanzania. So guys, without further ado, I am Kevin Anene from Kevin Anene Show. So guys, enjoy yourself. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. I want you to jog. Get ready, get ready. Ukinikuna vizuri, mimi nitakukuna na kukupapasa ufu. Huku ninakupuliza ufu. Lakini ukinipara nitakuparura. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Ni watoe hofu kwamba. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Ni watoe hofu kwamba kikijifua nacho cha nikikilia hapa juu. Naam, swadakta. Naam. My fellow Tanzania, my fellow, nani aliyenipa hotuba ya Kiingereza? Ni nani aliyenipa hotuba ya Kiingereza? Ni mimi mama. Naam, leo hii utalala ndani. Wapi hotuba ya Kiswahili? Kurasa la pili. Kurasa la pili. Naam, leo utalala ndani ili uweze kujua kunipa hotuba ya Kiingereza tena next time ni kifo. Naam, Watanzania wenzangu, leo hii naja mbele yenu si kama Samia bali kama Idi Amin mama. Suluhu wa Tanzania. Suluhu ni mimi mtoto wa Ruto. Nakupigia simu kutoka Kenya. Suluhu, lakini hata kwenye umeona tu mlima mbele yako. Umeona tu mlima mbele yako. Yaani unaona sasa hivi ni Wakenya wanakufanya mpaka unatanzi na paika. Lakini wewe ni mama mzima, mama mzee mkongwe, unatanzi na paika. Yaani hata si hata na wako pako sasa hii Kenya. Sasa inafaa hata Suluhu hata mwenye sasa hii sumoogopa tu. Sasa hata wasanii wenu ni sisi tunawapatianga followers na likes. Sasa tu mtupe heshima, mtupe, sisi ndio the capital city of Kenya. Sasa tuna support you respect the capital city of Kenya. mimi nitaomba niingie huko. Nikiingia mawaziri wanaojibu ndivyo sivyo, watu tutajuana. Watanijua mimi nani. Sasa mawaziri wanaojibu ovyo huko ndani ni mimi na wao. Watanijua mie nani. Samia akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Huyo Kikwete akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Mlilo akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa Kagera awe chakula cha mamba. Mifisadi, iyo mifisadi. Kumbafu wewe. Wewe kwanza huna mzee, na mimi nitahakikisha. I swear before God. I swear na hapa mbele ya Mungu, juu kizungu. Na hapa mbele ya Mungu nitahakikisha nimeingia Tanzania na nikuje mawimbi hapo State House na tujifungie huko ndani. Usipotoka na mimba na jinyonga. Wadai. Wajibu wa Kenya wewe. I rest my case. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi.
Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Kwa hiyo hakutakuwa na nywinywi wala nywinywinywi. Ni watoe hofu kwamba hizo za rais wewe gawa na hizo mara mbili zingia na kanga. We majama, hata hapa hii haiwezi ngojea salamu. Wacha niwaambie. Unajua watu wanashangaa why Samia alipata 31 million votes na watu walikuwa kwa maandamano hiyo siku. Stesheni za kupiga kura zilikuwa distracted. Unaona hii video unaona hapa? Ndio inaeleza everything. Mtu mmoja ulikuwa unapewa ballot papers kama 30. Zote zimetikiwa Mama Samia. Then unazisindilia kwa hiyo box. So wale walivote wachache ulikuwa unapewa mpaka kwenye mko watu 7, tuseme umeamua uende vote. Wengine wenu wote wamebaki nyumbani ama wameenda maandamano. Unapewa mpaka za bradhako. Unaambiwa mtoto wenu ule ako tumboni hajazaliwa, mpigie kura, mchagulie mama. Yaani unavotia mtu mmoja 30 votes. How? Hey Mama Samia, congratulations. Hongera sana. hongera za nini? Kwa kutulia mandugu zetu. Mngekuja huko kwetu mkasikia yanayosema. Kwani wanakusifia au? Bwana si useme, watizi wanasemaje? Jo Tanzania. We, naijua hiyo. Unataka nikuje ndo nifanyie ile kitu, si ndio? Alafu by the way, do you know that mataifa ya nje yanaona maovu yote unayoyafanya? Na wanayapongeza sana. Yesu! What did you say? Wanayapongeza sana. Wamekupongezaje? Samia, hongera bwana. Hongera. Haya mambo umeyajuaje? Yote aliyosemwa kule mimi nayo. Na sijui kama unajua jenzi wa Tanzania na wa Kenya tunapinga hayo matokeo yako. Mnampinga nani? Si ni wewe. Kwanza tunasimama na vyama vya upinzani vya TZ. Si vyama vya upinzani. Ndani ya Tanzania tunapingana kweli? Kwani nyewe ufanya? Tunaoneshana changamoto ziko wapi? Kivipi? Tunaoneshana kasoro ziko wapi? Na mkinionesha nikiwa msikivu nikizitekeleza, twendeni hivyo. Nipeni majina yote tu. Lakini mbunge wa Kisesa ni kurukaruka na kwamba Kisesa tunakudai. Lakini ukifata maandiko na rekodi za serikali, tumefanya mambo mengi sana Kisesa. Amenishangaza. Mama Suluhu Samia Hassan, jina yako unadhani umekuwa mwanaume? Tafadhali nataka ujue hivi. Suluhu. Salamia Suluhu Hassan. Tafadhali. Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii. Kuanza kuvamia kina mama. Mungu ndio amewapa roho ya kulinda watoto kwa hisia ili watoto wawe na malezi bora, lakini nimeshangaa kuona mwanamke anayejulikana kama Samia Suluhu Hassan mwenye miaka 65 anakubali kuona Tanzania damu yao ikimwagika ili mradi tu yeye aendelee kuwa rais. Hii ni ubinafsi wa aina gani? Tangu nizaliwe sijaona mwanadada aliyekuwa na roho kama ya Samia Suluhu. Na ndio kwa sababu watu wengi wako against wewe. Ni kwa sababu watu wengi wanakondem kile unachofanya. Si viongozi wa dini ya Kiislamu, si viongozi wa dini ya Kikristo. Wote wanakushambulia kwa kukueleza ukweli. Lakini wewe umeziba masikio. Hakuna ule unayetaka kumsikiza. Na haya yote ndiyo yanasababisha Gen Z kukudhalalisha mtandaoni na kuweka video kama zile ili waweze kutoa hasira yao moyoni. Lakini Mungu yuko juu mbinguni, kwa sababu Gen Z hawa wote walikuwa wanapigania haki za Tanzania kwa jumla. Wanaitakia nchi ya Tanzania mazuri. Gen Z wa Tanzania ni watu wamekuwa na amani. Ukiona wameamua kujitokeza kwenye barabara na kupinga, jua ya kwamba wewe unaiongoza nchi kwa njia isiyofaa.
na nimesikia video mingi sana zikisema ya kwamba wewe ndio uliyekuwa unaelewa na unajua chanzo kilichofanya kifo cha Magufuli, na adhabu ya Mungu iko njiani. Kwa hivyo Mama Suluhu, ubinafsi, ukatili na ile roho unayo, jua ya kwamba Mungu amekasirika, na karibuni dunia yote itashuhudia adhabu ikifanyika kwako, kwa sababu laana ushapata. Wazee washakulaani, kila mtu Tanzania washakulaani. Wale watu ambao wamesimama na wewe ni wale watu ambao unakula nao pesa ya serikali, ni wale watu ambao unawasaidia, na uongozi hautakiwi kuwa namna hiyo. Na haya yote ndiyo yanasababisha uweze kudhalilishwa na vijana wa Gen Z. Na kama unajua we ni mgeni hapa, chukua dakika yako 1 ama 2 na uhakikisha ya kwamba umebonyeza kidude cha subscription, na pia hakikisha umecomment na kushare video hii. Asanteni sana na tupatane kwa video nyingine.